Mheshimiwa Rais, mimi ndio Sifuna. Sifuna anaongea na nguvu. Mimi ni mtu mdogo, lakini kiti ambacho nimekalia ni kikubwa sana. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So naenda polepole kidogo. Kiti cha katibu mkuu wa chama lazima kiheshimiwe. Sisi ndio tulianza hii kitu. Lakini kuna zingine, Mheshimiwa Rais, wanasema Waswahili, mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Kazi yako ni ngumu sana. Ukinisukuma sana, nitaitisha mkutano ya founder members ya ODM. Unajua tukiitisha hiyo mkutano, tunaweza kufanyia discipline sisi ambao tulianza chama. Hiyo vita nimeona inakuja ni kali sana, Your Excellency, wacha tukwepe. Unajua ukiona mawimbi imetanda, isikunyeshe, unaingia kwa nyumba haraka. Junet amesema yake, hata mimi na yangu. Sasa nyinyi mnaniambia Ruto must go. Mimi nimesikia hiyo mara nyingi. Ruto must go. Kulikuwa na Moi must go, kulikuwa na mwingine must go, kulikuwa na mwingine must go. Hii must go ni wimbo tu ya kawaida, there is no problem. Kuna watu kwa serikali yako kazi yao ni kushika handball kila siku. Unajua Mheshimiwa Rais, kwa siasa kuna thermometers ya kupima nayo joto. Thermometer ya Kenyan politics vile unajua ni baba. Yeye ndio anaweka chini, yeye ndio anaweka juu. Yeye ndio anapima temperature ya siasa ya Kenya. And I agree with Junet. Mimi nilikuwepo pale tukiandikisha mkataba na chama cha UDA. Lakini nani alisema kuna watu wamechaguliwa wawe wanakaa tu nje ya serikali all the time? Kuna mtu alisema kuna watu wamepangiwa kukaa nje ya serikali miaka yote? Ulikuwa unasema Mheshimiwa Rais kwamba tuheshimu sheria ikiwemo sheria ya vyama. Mimi nataka kukuomba kwa sababu tumeambiwa ati siku hizi treasury inalala Sindo. Sijui chairman ya budget ako hapa ni mtu ya ODM. Tuko na chairman ya budget kwa bunge, anaitwa Samatandi. Tuko na Mbadi kwa treasury. Mheshimiwa Junet, wakati unaangalia hiyo mabudget, tafadhali wekea wanachama wa ODM pesa yao. Sasa hii mimi ndio kama leader ya bunge ndio naangalia hawa vile wanafanya kazi, vile wamegawa mali na rasilimali ya Kenya. Zamani nilikuwa naona tu kwa view sasa. Na mimi jambo ya maana sana najivunia katika bunge kama minority leader, one of my biggest achievement was to impeach your deputy. And I agree with Junet. Huyo mtu alikuwa mtu hatari katika nchi yetu. Sasa hii mimi nikiona yeye analia kwa TV, mimi nafurahi sana, naweka chai kwa kikombe nasema waendelea kulia. We must get rid of the past formulas that skews development to one path and against other paths. Sasa hii wana chairman ya health committee na report kwangu Dr. Nyikal na ulisa panga weka hospitali huko namna hii. Na mtu yoyote atakuwa na tabia kama ya Rigathi Gachagua, impeachment inakuja. Uwe minister, uwe deputy ingine, uwe sijui nani, wembe ni ule tu. So twendeni mosmos. Sasa kama hii drama yote tumeona Nakuru, ati watoto wanakatazwa kufanya mchezo, sijui wanapigwa tear gas, sijui wanafukuzwa. Let us not mix politics with our young children. Tuache watoto wasome. Hiyo ni mwiba wa kujidunga, Mheshimiwa Rais. Ukiwa ukitaka siasa, fanya na adults, usiende kwa watoto. Shanzi sana. Pumbavu sana. Wale ambao wanahusika na kufanya kazi yako ikuwe ngumu, read them the riot act, kwa sababu tunajua kazi yako ni ngumu zaidi, wasifanye ikuwe ngumu zaidi. This is the first time I'm meeting this man Ruto after the election. Tuambiane ukweli. I would like you, Mr. President, go and call Butere girls and their principal to State House, have tea with them. Tell them thank you and then visit their school, harmonize relationship with the school kids. Otherwise, watoto wadogo saa hizi wanakuchukia because of the mistake that was done by your juniors. Correct them. May I take this opportunity to go and sit down to thank Baba? If you did not do what you did, this country would have burned. But we don't want to burn this country, Mr. President. I want you to go and tell Farouk and group, waambie wakae chini. Because this country is bigger than them. You are my president. Then I'll come and have tea with you. Thank you very much.